lazima tuwatangazie wananchi maono kwa ajili ya ndugu zetu, lazima tuyatangaze. Epafu. Ni maono hayo hayo aliyokuwa nayo Yusufu ndio yaliyomtupa gerezani. Tena ni maono hayo hayo aliyokuwa nayo Yusufu yaliyomtoa gerezani. Hayo maono. Tuko pamoja? Maono hayo hayo Yusufu aliyokuwa nayo hayo ndio yaliyompeleka gerezani. Tena yakamtoa gerezani. Hayo. Lazima usimamie maono yako vizuri. Ndio maana wakati tunasema kwamba tuna maono, hatutaki kuwa na watu ambao hawaelewi vizuri maono tulio. Hapana. Danieli akatupwa katika pango la simba. Simba ambao walikuwa na njaa kali. Je, ulikuwa ni uchawi? Ulikuwa ni uganga uliofunga makano ya yale simba? Wale walikuwa ni simba, walikuwa ni watu hatari. Ile ilikuwa ni adhabu ilikuwa inamsubiri Danieli. Lakini wale watu ambao wanaopelekana kifungoni nao pia wana masikini. Hawawezi wakamfunga mtu kiolela kabla hawajamsikia. Hata Wayahudi wakasema ya kwamba mnajua Torati yetu inasema sio halali kumfunga mtu ambaye hatujamsikiliza. Tumsikilize kwanza. Sasa wakati unapewa nafasi ya kusikilizwa, ndio hapo sasa unatakiwa kujua jinsi ya kusimama na jinsi ya kutangaza maono yako. Hata kama ni mahakamani, wewe usiseme ya kwamba mimi hivi niko nitasamba leo. Wewe unaenda mahakamani ukijua kwamba unaenda kutangaza na kutafasiri maono yako. Tuko pamoja? Watu wote wanatakiwa waambiwe habari za maono yako. Wewe usifikiri tu utawaambia watu habari za maono yako katika nyakati zilizo nzuri. Hapana. Wamekupeleka mbele ya simba, ni wakati wa kuwatangazia hao simba maono. Simba walipomsikiliza Danieli, simba walipomuona Danieli alivyosimama, wakasema sasa wewe utamkula kwa jua nini? Kwa nini tumle mtu kama huyo ambaye ana mawazo mazuri? Tuzaenda kwanza. Asubuhi mfalme alipokuja, anamuuliza Danieli, bado huko humo? Hao simba hawakukula. Sasa anasema mimi silaumiwi na Mungu na sina hatia mbele za mfalme. Sasa simba wangenila kwa nini? Mtu aliye na maono kwa ajili ya nchi yake, mtu aliye na maono kwa ajili ya watu wake, huyo ndiye mtu ambaye nchi inamtafuta. Huyo ndio mtu ambao hata miungu ya nchi hiyo inaweza ikamlinda kwa sababu anafikiri kwa ajili ya nchi yake. Okay. Uzalendo kwanza. Ndio anasema ya kwamba usiogope, kuna kitu kitakupata, usiogope kitu. Watu wapeleka gerezani lakini msiogope. Endeleeni kuwa nini? Kuwa waaminifu. Hata kufa. Nitawapa zawadi. Ndio. Jamani, tumesema miongoni mwa watu tunaowatafuta. Hawa watu tunawatafuta waende wapi? Tunawatafuta waende katika pango la simba. Katika pango la simba. Ni watu tunawatafuta waende gerezani. Hawa watu. Gerezani hatuwezi tukawapeleka watu ambao hawajiamini. Tuwa pamoja? Gerezani hatuwezi kuwapeleka watu ambao hawana msimamo. Hapana. Gerezani hatuwezi kuwapeleka watu ambao hawako tayari kufa. Tuwa pamoja? Hapana. Hatuwezi kuwapeleka watu wasio na kumbukumbu. Watu ambao hawajui kusoma na kuandika vizuri. Kwa sababu kusoma na kutokujua kuandika vizuri, wanaweza wakabambikiziwa hata faili lisilokuwa la kwao. Lakini kama wanajua kusoma na kuandika, wanaweza wakauliza, nionyeshe hilo faili nione kama ndio la kwangu kweli kweli. Sasa watakuonyesha kama hujui kusoma? Watakwambia soma tulichokiandika hapa uone kama tumeandika kinyume ulivyosema ama tumeongeza. Soma mwenyewe. Sasa wao wanasema amempeleki hivyo tu. Mahakama ina sheria kwamba tunataka tukusomee ama usome mwenyewe yale tuliyoandika. Uone kama
tumezidisha ama tumepunguza madai yako. Epafu. Hawa watu wanaandaliwa waende wapi? Mahakamani. Waende kifungo. Maono ambayo tunayo ni lazima tuyapeleke kwa watu wetu. Katika nchi yetu kuna aina 7 za watu ambao ni lazima tusimame mbele zao. Epafu. Na wakati tunaenda kusimama mbele za hawa watu, ndugu zangu, anasema tusiogope kitu kitakachotupata. Kwa hiyo naomba niwaandae kwa mambo mawili wakati tunatembea safari ya kampeni. Kitu cha kwanza, ujiandae kwa heshima. Na kitu cha pili, ujiandae kwa matatizo. Tuwa pamoja? Ndio. Jiandae kupigiwa mikono na watu wote, kusifiwa kabisa. Lakini pia ujiandae, kuna siku ya wewe kupigwa mieleka hapo ongelea hapo. Tuwa pamoja? Na kuaibishwa hapo. Ujiandae kwa hayo mambo mawili. Kwa sababu nchi yetu ina watu waliojaa chuki. Nchi yetu ina wabaguzi. Nchi yetu ina wasaliti. Epafu. Uzalendo kwanza. Na katika hili swala la mwito kwa wenye maono, naomba tuangalie tu mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, tuangalie walengwa wa maono. Tuangalie walengwa wa maono, na baadaye tutakwenda kuangalia upelelezi, mekana kwa upelelezi na mpelelezi. Epafu.